Box. Ni asubuhi, mwamba anaitwa Maverick amelala, lakini huko nje anasikia kuna kelele za watu wanagombana. Mwanadada huyu hapa anaitwa Nora, ni amehamia kwenye nyumba jirani na Maverick. Sasa dereva taxi huyu kajichanganya, ni anamtembezeaje viganja. Na Nora ni mjamzito. Ilibidi Maverick aweze kuamka na aje kuingilia kati kusuluhisha ugomvi. Anauliza kuna nini kinaendelea? Mbona asubuhi na mapema lakini mnapigizana kelele? Kaka, ngoja nikwambie, huyu mwanamke sijui ni kichaa, nimefikisha hapa lakini hataki kulipa pesa yangu. Sikiza nikwambie, kama mimi ni mwenda wazimu basi familia yenu nzima ni mwenda wazimu. Kwani unamdai shilingi ngapi? Pepe. Kwani wewe ni nani kwanza? Nani kakuita hapa Unakuja unataka kusema kwamba umenilipia mimi pesa, nilikuwa na shida sana. Nasema haya kuhusu, ondoka. Wewe nakwambia sikupi hata 10. Sikupi hata 10. Dada, mimi nakuheshimu tu sababu hilo tumbo lako jue. Ase, hebu acha ni kelele. Wewe mwanamke, hivi uone kwamba ni eneo la utulivu, watu wamepumzika bado? Mkuu samani. Kumbe ni eneo la utulivu Nilikuwa sijui, lakini unaonaje kama ukaenda ukanunua kakisiwa huko baharini au ziwani, nafu ukaenda ukajenga ukaishi huko? Unajua kule hamna kelele kabisa, utosikiezi kelele. Usiondoke sasa, unaenda wapi? Asema Maverick Kelono huyo hapa ni kichaa. Akaamua wasepe zake awache. Sasa wewe unanisikia? Nakwambia hivi, kitendo cha mimi kufumba macho na kufumbua nisikukute hapa. Sawa? Nora anaingia ndani kashamzingua dereva taxi. Sasa hii nyumba ni nyumba dada yake Nora. Nora akapata ujauzito, kaamwaje aishi hapa. Anaenda kufungua friji Nora, anakuta friji haina kitu. Nora anabaki anashangaa, ni matatizo gani haya tena jamani? Mbona friji haina kitu, hata maji ya kunywa hamna? Maana dadangu ajui kama mimi hapa ni mjamzito Sasa nitafanyaje hapa, hata maji ya kunywa hakuna? Nora akapiga hesabu, akakumbuka kuma majirani si wapo. Hamna shida, nikwenda kuwagongea na kuwaomba. Katoka zake aenda kwa jirani. Mwamba yuko ndani, Maverick anasikia huko mlango unagongwa. Jirani anabaki anashangaa, nani tena huyu? Sio yule mwendo wazimu. Anafungua mlango, anakuta ni yule dada Nora. Nilikuwa na tazama kwenye friji yangu, tazama kama kuna maji ya kunywa, lakini sijakuta chochote. Naomba unisaidie maji ya kunywa. Nahitaji maji ya kunywa, nipatie hata chupa 4 alafu nitakurudishia. Ni anampiga sound Maverick. Maverick baki anashangaa, huyu dada ni mzima kweli? Anamwambia, mimi sina chupa 4 za kukupa, nitakupa chupa 1. Wewe, imani ni kama sisi tuko wawili hapa. Wewe mwenyewe ukanya chupa 1 ikakutosha. Wewe nipatie chupa 4 nitakurudishia. Nimesema nitakupa chupa 1 tu ndo nilonayo. Haya basi, kaite chupa 1. Maverick kaingia ndani kachukua maji, ila ni anashangaa, hajazoea kabisa ya maisha. Basi dada huyu hapa anasepa, Mwamba akamrudisha, akamwambia samani, njoo kwanza. Naomba ukae kwenye nyumba yako. Sipendi kabisa mambo ya kuja mlangoni kwangu na kunigongea. Sipendi kabisa. Na usiniongeleshe kabisa hapa. Hatuna tabia majirani kuongeleshana. Wewe sikiza nikwambie, kama hutaki kuongea na watu nimekwambia nenda ukajenge huko kwenye visiwa. Dada ni anaongea huyo. Mwamba akabaki anashangaa tu mwenyewe. Sasa ni usiku, ni joto vibaya mno. Anajipepea na nyumba yenyewe umeme umezima humo. Jini ruku imeisha hiyo au kuna matatizo ya umeme. Basi ni analalamika. Anasema ni aina gani ya nyumba hii? Kwanza kuna joto vibaya mno na kwanza hamna hata taa. Maverick usiku amekaa chumbani kwake, anasikia tena mlango unagongwa. Jirani anabaki anashangaa, kwani huyu binti ana shida gani? Mbona kamia akili imekuja kuwa mwiba? Basi anaamua kwenda kufungua mlango kwa jaziba. Anafungua mlango anakuta ni dada yule. Ambia, kwani wewe unataka nini usiku huu? Ambia, kwa basi na huruma. Nimekuja kwako nagonga kwa uzuri lakini unafungua na hasira. Sema una shida gani? Usinifokee. Tafadhali naomba usinifokee. Nilikuwa na waza tu kitu kimoja kama zo kanisaidia. Unajua ndani kwangu kule kwanza kuna joto na hakuna hata umeme. Kwa hiyo nimeshindwa hata kupika. Unasemaje? Nasema hivi, nimeshindwa kupika, umepika humo ndani unipatie chakula nile, mimi na njaa. Naomba unisaidie chakula. Maverick anashangaa, kwa nini unaomba mimi chakula?
Mimi nimekwambia nisaidie tu chakula kidogo, nimeshindwa kupika ndani kwangu na unaona ni mjamzito, kwa mtoto wangu anahitaji chakula sasa hivi. Maverick anashtuka, kwani dada ana shida gani? Nisaidie tu kidogo. Maverick alipigwa na butwaa, alibaki na mshangao yule dada usiku. Yaani ni jirani kahamia, lakini ni mwiba kweli kweli. Basi siku inapita, tunaona mwamba Maverick ametembelewa na mwanadada huyo. Huyu mwanadada walikuwa wanafanya naye kazi, ni mfanyakazi mwenzake, walikuwa kwenye hospitali fulani wanafanya kazi. Sasa huyu dada bwana huwa anamkubali sana Maverick, lakini Maverick kuna namna tu amuelewagi huyu mwanadada. Kwa hiyo mwanadada anakuja kwake Maverick kumtembelea, na tunaona Maverick yuko peke yake, anaishi peke yake kwenye nyumba. Kwa hiyo bidada anamletea vyakula, yani ni ile hali ya kujisogeza karibu ili Maverick aweze kumpenda. Maverick anamwambia, lakini unajua hauna haja kufanya yote Merit. Huyu dada anaitwa Merit. Anambia hauna haja kufanya yote, maana sitaki nikutengenezee hali wisi kama mimi nitakuja kuwa na mahusiano na wewe, lakini ndio maana kwamba usifanye vitu vyote kwa sababu mimi sina hisia na wewe kabisa za kimapenzi. Merit anamwambia, lakini Maverick, unajua kwamba imesha kuwa ni miaka 2 sasa, mke wako hawezi akarudi. Maverick anaonekana kupatwa na hali ya majonzi na kufikiria sana baada ya Merit kutamka swala la mke wake kwamba hatorudi. Basi Maverick anamwambia, naomba tu uondoke. Kipindi Merit amegusia swala la mke wake, Maverick ameumia sana. Bidada huyu hapa Nora yuko nje. Naona mwamba huyu hapa anaitwa Daniel anatoka ndani na sinikiza pisi yake nje. Anaanza kumsemesha bidada. Hajui kama Nora ni mtambo. Hello. Anashangaa ajibiwi. Mpenzi wake akamwambia, hebu twende tu. Achana naye. Anambia sawa twende. Mwamba kaondoka. Nora anabaki anashangaa. Hivi uweze kuona kama mtu hataki kusemesha, unabaki unamwongelesha nini? Hivi uweze ukaona kabisa macho yako ni kipofu, Sasa Mwamba akajichanganya tena, karudi. Anamsemesha, mambo. Unajua nimepita hapa na kusemesha mara kwanza, lakini naona unisikii, au utakuwa ni kiziwi, Mama yako ndo kiziwi. Mama yako, baba yako ndo kiziwi. Hao sio mimi. Awe ni kichaa. Madamu, hebu ukuwa mpore. Mimi nimekusemesha tu, nilikuwa nakwambia tu hai. Kani uwezi kuona kama mtu hataki kuongea na yeye na ni lazima eti naona utakuwa na matatizo sana Ngoja ningejibu samani kidogo na mchumba wangu mwingine anipigia simu. Baby, nimekumisi bwana. Yaani Nora anashangaa. Huyu ametoka kutoka na pisi sasa hivi. Na anamdanganya tena mwanamke mwingine. Nora anaamua kulopoka. Anasema kwamba unadanganywa wewe mwanamke. Kuna mwingine katoka huko ndani sasa hivi. Na yeye anakudanganya. Mwamba kamainda anamwambia, wewe naona kabisa utakuwa na matatizo wewe. Wewe sio mzima, hicho kichwa chako kitakuwa na matatizo. Ni asubuhi tunamwona mwanadada yupo getini hapa, anabembeleza mlinzi aweze kumruhusu aingie ndani. Lakini mlinzi anamzuia, anamwambia kwamba huko ndani unaingia kwa taratibu maalum. Kwa hiyo naomba umpigie simu huyo ambaye anataka aje kupokea, ndio nitakuruhusu ingie. Bidada anapiga simu lakini simu yake haipokelewi. Nora akafika, akamkuta bidada anahangaika hapo getini. Akamsalimia, akamwambia, "Uko sawa?" "Ndio, lakini niko nataka niingie ndani kumwona mpenzi wangu. Nampigia simu hapokei." "Una hakika anaishi hapa?" "Ndio, anaishi hapa ghorofa ya kwanza." Nora sindo akakumbuka, so yule Daniel ametoka usiku hapa na pisi moja akanizingua. Nora kabla aanze kumwambia kwamba hebu unaweza kumuelezea kwa vipi? Ni mrefu hivi, ana ndevu na madevu na nywele nyingi. Ana nywele nyingi, ndio. Nora akakumbuka. Akakumbuka huyo ndio yule mpuza alinizingua usiku. Akamwambia basi njoo tu, mimi nitakuingiza ndani. Nora bwana akamuingiza. Sasa anajua uko ndani Mwamba na pisi nyingine. Acha Mwamba akagonganisha magari. Tembeza mbata. Mwamba yuko chini. Nora huko ni anachonga vibaya mno. Mwamba anamfuata Nora. Akasha mind. Nora kasababisha Mwamba kagonganisha magari. Wewe unatafuta nini wewe? Wewe usimamia juzi tu hapa, Maisha yetu hapa si ndio tunaishi hapo, unayajua. Warembo hao wakachora bwana. Mwamba kakosa kote. Nora ni anafly vipi? Anaambia, unaona wewe, unasikia? Nitakufanya kitu kibaya sana, utokaa uamini. Anaambia, utanifanya kitu kibaya? Hebu fanya sasa hivi tuone. Unasemaje? Basi pinga nikuoneshe. Pinga. Bidada Nora anamwambia, sogeza kidole nikung'ate.
Nora akapigiwa simu na dada yake, anamwambia kwamba kila mtu mbona anakulalamikia wewe hapo Nora anasema huyo kila mtu ni nani? Hebu mtaje kwa jina. Dada yake anamwambia mbona umehamia hapa hata wiki haijaisha lakini tayari watu wanakulalamikia. Anambia dada, imani wewe uniamini mimi, unaamini wao majirani zako? Wao ndio wananitafuta mimi ubaya bwana. Mimi sina tatizo lolote, ni wao. Nora akahamia hapa kwenye nyumba dada yake, lakini hata wiki haijaisha tayari dada yake ashapata malalamiko huko. Nora ni anasumbua majirani baya mno. Basi Nora akamkatia simu dada yake, kaona dada yake anampigia tu kelele. Ile mwanadada Merit yupo nyumbani kwake, kaamua kumchezea mchezo Maverick bwana. Kamdanganya kwamba anaumwa ili Maverick aende kamuone. Maverick basi alienda mbio mbio, anafika anamwambia unaendeleaje? Merit anamwambia siamini umeweza kuja. Kweli ni siumwi, nilikuwa nataka tu nione kama unanijali. Maverick anabaki anashangaa. Unamaanisha nini kwamba uko sawa? Nimekwambia nilikuwa nataka tu nione kama unanijali. Aisee, huyu bidada anateseka sana na Maverick, lakini Maverick hana muda naye. Maverick anashangaa bidada anatafuta nini? Bidada bwana kamwambia kitu Maverick tena, akamwambia kwamba mke wako hawezi kurudi kwa sababu amefariki tayari. Maverick kitendo kimemkwaza sana. Kumbe bwana Maverick mpenzi wake, mke wake alifariki bwana. Ndio maana unamuona Maverick anaishi peke yake. Maverick rudi ndani huko ni ana mawazo sana. Huyu bidada Merit anapenda kumkumbushia sana Maverick kuhusiana na swala la mke wake. Basi Maverick amekaa ndani, kuna tukio anakumbuka. Mke wake kipindi ni mjamzito. Maverick kwanza ni daktari. Unaona huyu bidada huyo Merit alikuwa ni nesi wake. Kwa Maverick mke wake kuna kipindi alikuwa ni mjamzito miaka miwili iliyopita. Na wakati wa kujifungua bwana, bahati mbaya bidada yule alipoteza maisha na mtoto pia alikuwa tumboni, wote walifariki. Sasa hicho kitendo kinamuumiza sana sana Maverick. Anajikuta hataki tena kuwa na mahusiano na mtu. Yaani ni mtu anaishi maisha ya kujitenga. Maana akikumbuka yeye mwenyewe ni daktari lakini mke wake alifariki na akashindwa kumsaidia chochote, basi waga anajiraumu sana sana. Yaani wanasema ile mganga jigangi bwana. Ndio aliyomkuta Maverick. Maverick ni daktari lakini mke wake alifariki na alishindwa namna yote ya kumsaidia. Basi huwa anajiraumu sana sana sana, anajiraumu sana. Na ilipelekea Maverick kuacha kazi. Siku hii hapa tunamwona bidada Nora anatembea mkojo umembana. Maverick anasogea na ndinga, anamwambia unaenda wapi? Nakimbia nyumbani, mkojo umenibana sana. Maverick akamtazama, akamwambia hebu ingia kwenye gari nikupeleke wewe. Yaani Nora ni ana vituko mbaya mbovu. Bwana akaingia kwenye gari. Mkojo umembana sana yani. Sasa najua tena na ujauzito. Maverick kampeleka nyumbani. Sasa usiku unaona Maverick anapulizia gari yake spray ya maana. Maana Nora anasogea. Anamwambia hebu naomba ujiheshimu kabisa. Eti kuwa mpole basi. Sijafanya kitu kibaya chochote, ni mkojo tu. Yaani mamba alipompatia rifti ile mchana, Nora mkojo ulimbana zaidi akakojoa kwenye gari. Sasa anamletea, anamwambia chukua hii hapa pesa, nenda kaoshe gari yako. Nakwambia nani mara ya mwisho unaingia kwenye gari yangu? Jirani nakwambia kweli, siwezi nikaingia kwenye gari yako tena. Gari yenyewe hii tu. Kwamba naomba kwanza usishike gari yangu, ondoka. Hii nayo ni gari sasa. Ni gari ya kunibabaishia. Dangote huko njiani aliniomba niingie kwenye gari yake. Tena jiwago nije kwa gari yako. Kwenda zako, hakuna mtu aliyokubembeleza ingia kwenye gari yake. Dangote haja kuita wewe ingia kwenye gari yake. Pumbavu wewe. Nenda zako. Basi usiku huo tunamwona bidada Merit kaja tena kwenye nyumba ya mwamba Maverick. Bidada Merit ni ile kinganganizi, yani anapenda asipopendwa. Kaamua kuingia ndani. Mwamba hana kabisa hisia naye, lakini ni hivi anashindwa namna ya kumkataa. Maana ashamkataa sana, lakini bidada bado yupo. Leo tunaona bidada kaingia ndani, kaamua kujipeka jikoni na kupika mwenyewe. Maverick anamwambia lakini nishakwambia haina haja ya kufanya hivyo vitu vyote. Anambia usijali, ninafanya hivi nikiwa na maana yangu. Kwanza Maverick naomba kukuambia samahani sana, maana nimekuwa nikikupushi sana uweze kuwa kwenye mahusiano na mimi na tende hicho najua kinakukwaza sana. Kwa naomba unisamehe. Basi Mwamba anamwambia hamna tatizo.
Namuona Nora huyu hapa yuko nje. Kamaona Mwamba akasema womanizer, yani mtu anayependa wanawake. Mwamba sikasikia akasema unaniita mimi womanizer? Kamba mimi sijakuita womanizer, mimi nimesema womanizer, nilikuwa naongea mwenyewe. Kama umehisi ni wewe basi utakuwa ni kweli wewe unapenda wanawake. Nishakwambia mwanamke nitakuja nikupige wewe. Sasa Maverick yuko ndani huyo bidada si anasikia. Leo anamwambia ndo majirani zako hao. Anaamua tena kutoka nje kwenda kutazama nini kinaendelea. Anafika anamwambia, "Wewe mbona unaongea na mwanadada namna hiyo? Shida nini? Si mwanaume." Anambia, "Huyu mwanamke bwana, huyu jirani yetu lakini mnaona kama kichwa chake hakiko sawa hivi yani. Atakuwa na matatizo." Anambia, "Hebu mwache bwana. Wewe uone tumbo lake itakuwa ni tatizo ni mimba bwana. Wewe achana naye. Wewe ongea naye. Mimi huyu mwanamke nitakuja nimpasue vibaya." Mwamba akasepa. Maverick anamwambia, "Hebu naomba basi uende. Ishi na watu kwa heshima. Una kichaa, Wewe ni nani uniambie mimi niishi na watu kwa heshima, Akampandisha na kumshusha. Na kumsonya juu. Mwamba akasema sikulaumu wewe. Itakuwa ni tumbo lako hilo. Ila anaondoka Mwamba akamwambia usubiri kwanza. Unajua nilikuwa natamani kama utakuwa na kitu ndani mnisaidie kidogo tu chakula. Yaani Nora na chakula. Ndani kwake hamna cha kupika. Kwa hiyo muda wote ipo kwa majirani. Mwamba akaja na sahani. Mwanadada anashangaa, "Vipi tena? Mbona umekuja na sahani?" Anambia, "Jirani yetu anaomba tumsaidie chakula, yule mjamzito yule." Bidada akacheka, akamwambia, "Sawa, tutampatia tu chakula. Tunajua tena wajawazito." Naelewa. Yaani Nora ni msumbufu vibaya mno na ni anajeuri mbaya mbovu. Basi Mwamba anamwambia tu, "Ni jirani yangu, tutafanyaje sasa?" Kwa hiyo kaomba chakula tumpe tu. Hamna shida. Asubuhi naona Nora anatembea, anaelekea kliniki. Kamaona Mwamba Maverick anaenda kuingia kwenye gari yake, anamuita, "Jirani." Kaambia, "Nishakwambia uwezo kaka tena kuingia kwenye gari yangu." Kaambia, "Unajua ishapita jirani. Sasa hivi hapa naelekea kliniki. Niko naomba tu nisaidie lift kidogo. Niache basi hata hapo barabarani." Maverick kwani anamtamani? Akikumbuka ile siku amemwaga kojo kwenye gari. Ana kabisa mnaye. Akamwambia, "Samani, siwezi nikakuingiza kwenye gari yangu. Mbona unakuwa na roho mbaya hivyo? Nione kama mimi ni mjamzito unisaidie." Kwani Mwamba anamuelewa basi? Kawasha chuma. Maverick huyu hapa anatambaa, ni amzingatii kabisa dada tena huyo. Maana Nora ashakojoa kwenye gari yake. Nora katembea nakwambia tumbo liko mbele, kashachoka vibaya mno. Najua ni kali linampapasa hatari mno. Sasa hili anatembea. Najua Maverick ana roho safi sana. Aliamua kumrudia. Mara akamsonya, aliona gari akamsonya. Mwamba akageuza ndinga akaja kumpatia lifti. Anambia, "Jirani, ingia twende nikupe lifti." Kwani anataka basi. "Si nilikwambia mwanzoni, mbona uliniingia?" Kaambia, "Ndio. Nimebadilisha mawazo. Naomba uingie nikupatie lifti." Tena nakwambia hivi, unikome, sitaki mazoea na wewe tena. Kaa mbali na mimi. Unanibabishia gari chako. Nimekomba lift mara kwanza umekataa. Nishatembea nimechoka ndo naona uje unipe lifti. Mwamba akaona wewe usanitanie. Beba kwa nguvu anaenda kumuingiza kwenye gari. Kwani anajari basi? Nora anamwambia, "Naomba niache. Au kama vipi nibembeleze ndo niingie." Sawa, samani jirani ingia. Usiniguse kichwa. Kaisha tapika. Maverick anamwambia, "Pole, naomba uoshe mdomo wako." Mwamba kwanza anashukuru maana ilikuwa ni atapika kwenye gari yake. Sasa Nora ni anajiingizia vidole mdomoni. Mwamba anamwambia, "Kwa nini unajiingizia vidole mdomoni? Si uache usafishe mdomo wako bwana. Acha kujipushi kutapika. Hivi kwa nini hauna huruma na wanawake wewe? Unakaa unanipigia ke. Unasema sina huruma wakati nimesimama hapa na kusaidia." Nora ni anajeuri na ni jirani huyo. Mwamba kayatimba. Hii jirani kichwa maji hiyo. Yuko hapa nje anajiuliza, anasema, "Yaani nikisema niongee, wanasema kwamba mimi ni mwongeaji sana na napenda maugomvi. Sasa nyumba gani haina hata umeme?" Maverick akasogea mdao naye anatoka nje akamkuta Nora amekaa hapo. Amcha, "Jirani, vipi? Mbona uko hapa nje unafanya nini? Uko sawa?" Anambia, "Huko ndani kuna joto na hamna taa, hamna umeme. Wewe kuja kupoa hapa." Mwamba akaangalia akamwambia, "Kwa nini hauna umeme?" "Sijakuelewa. Kwani mimi hapa ni fundi umeme?" Mwamba akamwambia, "Umejaribu kujaza umeme labda utakuwa umeisha." Akamwambia, "Ndio nimejaza. Mimi nyumba ishanichosha." Akamwambia, "Basi sawa, kesho nitakusaidia nitakuletea fundi umeme." "Asante." Mwamba akafikiria, akamwambia, "Unaweza kwenda nyumbani kwangu
pumzika. Asante, kwani ulikuwa ndoto nafikiria nini kuniambia? Sasa akafika ndani, kamletea chakula. Nora ni amini. Ni anamtazama mara mbili. Na ametoka kula muda huo. Aisee, nakwambia kamletea pilau na nyama. Cheki anavyofurahia mwamba. Anamwambia Mungu awabariki na wengine sasa. Nora kaishapiga menyu kashiba vibaya mno. Sasa ni anainuka anaamua kwenda nyumbani kwake. Maana hapo yuko kwenye nyumba ya mwamba alimkaribisha tu. Huyo na tumbo lake anaondoka. Sasa Nora ile anafika mlangoni bwana, mara uchungu wa uzazi ukamshika. Tumbo linamkataje? Tumbo linamuuma mbaya mbovu. Anajikokota Nora, ni anatoka sasa kwenye nyumba ya mwamba, lakini tumbo linamuuma sana. Anajikaza na hili ni tumbo la uzazi bwana. Anapiga hatua 2-3, tumbo linauma sana. Wewe akapiga kelele, mwamba si akashtuka. Nora kwani ana muda tena? Tumbo la uzazi limshamkaba, limshamshika vibaya mno. Mwamba anashtuka kelele huko ndani. Anakimbia chapu kuja kumcheki. Anakuta Nora akashika tumbo. Anaambia uko sawa? Anambia hapana, siko sawa. Akamwambia vipi? Akamwambia nataka kujifungua. Huu ni uchungu kabisa uzazi, nataka kujifungua. Nora ni analala chini kwenye vigae. Mwamba anamwambia sasa tunafanyaje? Anamwambia naomba unisaidie tu, nizalishe hapa ndani mwako. Siwezi kabisa kufika hospitalini. Nasikia kabisa mtoto anataka kutoka. Mwamba ni anachanganyikiwa. Ni daktari lakini kumbuka baada ya tukio la mke wake kupoteza maisha, aliacha kabisa hiyo kazi na atamani tena. Mwamba anajiuliza hapa nitamsaidiaje na anaogopa akikumbuka tukio la mke wake. Chapo akakimbia juu, anampigia yule nesi yule Merit. Anambia Merit, naomba uje unisaidie. Wewe kuna nini? Jirani yangu anajifungua ndani ya nyumba yangu. Tafadhali naomba uje unisaidie. Tafadhali. Anambia unatakiwa umzalishe mwenyewe. Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Akamwambia ndio Maverick, unaweza kwa sababu mimi niko mbali. Hadi nije nitoke huku nije huku, utakuta tayari muda tumeshapoteza. Tutampoteza huyo mwanamke. Naomba umsaidie mwanamke Maverick. Wewe daktari bingwa anatambua hilo. Naomba umsaidie mwanamke. Akamwambia hapana Merit, unajua mimi siwezi kabisa. Na uoga bado siwezi kabisa. Akamwambia najua una uwezo wa kumzalisha mwanamke. Naomba fanye. Mwamba akasema haina noma. Huyu chapu. Mwamba ni daktari bwana. Sasa kaja na vifaa vyake tayari anamsaidia bidada Nora. Nora ni anapushi mtoto nakwambia. Ujanja wote kwisha. Pushi. Asubuhi tunaona Mwamba yuko hospitali. Sasa amekaa lakini bado anakumbuka ile tukio la mke wake. Yaani anawaza je, na huyu binti Nora kikimkuta kile. Sasa hatujajua kama usiku ule Mwamba alifanikiwa au vipi, lakini hapa tunaona yuko hospitali. Mara ile nesi anakuja. Anamwambia vipi? Bwana anamkumbatia, anamwambia hongera sana. Umemsaidia mwanamke na mtoto wake wote wako salama. Mwamba anakuwa na mawazo. Anasema sasa kama nimeweza kumsaidia mwanamke, nishindaje kumsaidia mke wangu? Merit anaomba usiseme hivyo. Ile iko ni bahati mbaya. Mwamba anajiuliza kwa nini nishindwa kumsaidia mke wangu? Kwa nini? Kama nimeweza kumsaidia huyu, kwa nini kwangu nilishindwa? Hii sio fair kabisa. Ogopa sana kufiwa na mke. Huyu ndo mke wa Mwamba. Mwamba kurudi nyumbani anacheki picha mke wake marehemu. Ni analiaje mwanaume huyo, lakini analia. Chozi ile hapo. Sasa asubuhi tunaona bidada Nora yuko na mtoto wake. Nora yuko vizuri na mtoto wake yuko safi, lakini ni kwa sababu ya Maverick bwana Mwamba huyo. Sasa Maverick anampa story, anamwambia kuna kipindi nilikuwa ni mwanamume mwenye furaha sana. Kipindi mke wangu amepata ujauzito, nilikuwa nina enjoy sana, nilikuwa na furaha sana. Lakini siku mke wangu anaenda kujifungua, kuna kitu kwenda sawa. Alianza kutoka na damu nyingi sana ambazo zilikuwa ni ngumu kuzicontrol. Niliwapoteza wote, mke wangu na mtoto wangu ambaye alikuwa tumboni. Nora ndo anashtuka. Anambia jirani, samahani sana. Samahani, Mungu wangu. Nilikuwa sijui, samahani sana. Sikutegemea kama ndio uko unapitia changamoto kama hiyo. Samahani sana jirani, pole. Mwamba anamwambia baada ya pale niliamua kuacha kazi. Maana sikuweza tena kuendelea kukaa kwenye mazingira yale ya hospitalini. Nora anamuonea huruma sana Mwamba, anamwambia kika wewe ni mwanaume, umevumilia sana. Pole sana jirani. Akamwambia lakini pia mimi jina langu ni Nora. Unajua siku zote wameishi majirani hawatambuani majina. Mwamba naye pia anamwambia mimi naitwa Maverick. Na anamwambia kwamba mimi pia nilikuwa na furaha sana nilipopata ujauzito, lakini ghafla mume wangu alipotea. Sijui alienda wapi. Kwa niliamua kuja kuishi hapa kwa dadangu, maana
dadangu amesafiri, ameenda mbali sana, ni ameenda nchi za nje kwenda kuishi na mume wake. Kwa hiyo hapa nitakuwepo peke yangu tu. Mama anambia, sasa kwa nini hukutoa ujauzito? Anambia hapana, kwa sababu nitambua kama mtoto pia hana kosa na ana haki ya kuishi. Mama akamwambia, mimi nikikutazama kama umeweza kufika hatua hii, na imani utafanya vizuri na utamlea mtoto wako vizuri. Na imani familia yako pia na kusupport wazazi wako. Nora akatafakari akamwambia, mimi ni yatima, sina wazazi. Maverick akashikwa na huruma sana, akamtazama bidada. Dada amwambia, mimi naishi na dadangu tu, huyu ambaye amesafiri ndo mzazi wangu, ndo mlezi wangu, sina mwingine, ndo ndugu yangu pekee ndo baki naye. Mamba akashikwa na huruma sana, akafikiria kuhusu dada. Basi ile nesi kaja kuwatembelea, anamwambia asanteni sana jamani. Mamba Maverick anamwambia Nora kwamba chochote utakachohitaji naomba unijulishe tu, nitakusaidia. Usiwaze kabisa, wewe chochote jirani tu niambie, na nikwambie tu kwamba nitakusaidia kulea mtoto wako. Basi Nora akafly, lakini ukimcheki yule nurse Mary na kitu akiko sawa, ni ana mind, anapenda, anatamani ingekuwa ni yeye ndo anafanyiwa hayo. Kamvuta pembeni Maverick, anamwambia, kwa nini unafanya hivi? Huyu mwanamke hata umfahamu? Anambia, hapana, ni jirani yangu na utazama ni yatima, inabidi nimsaidie tu. Najisi tu kumsaidia, sina namna nyingine. Lakini pia nahisi ni kitu sahihi cha kufanya. Nikimsaidia naona kama nakumbuka nilishindwa kumsaidia mke wangu, bora nimsaidie yeye huyo mwanamke. Sasa bidada anamwambia, naomba uwe mkweli kwangu. Ni kweli ni kwamba unamsaidia tu, ni msaada au kuna kitu kingine? Maverick anamwambia, unamaanisha nini? Anamwambia, unampenda? Maverick anashangaa, anamwambia, wewe huyu mwanamke hata simfahamu, ni jirani tu kahamia, inawezekana vipi nikampenda? Mimi nimeamua tu kumsaidia. Na pia nimefikiria kuhusu kurudi hospitalini nikafanya kazi. Bidada kusikia vile bwana kafly vibaya mno, maana anajua sasa atakuwa na nafasi ya kumuona Mwamba. Mwana Mwamba sio anafanya kazi hospitali moja, kafly vibaya mno. Kaambia, vizuri sana Maverick, umefikiria, ni jambo jema sana hilo, umefikiria vizuri, nitafurahi sana kukuona kazini. Basi wakafly sana, wakawa na furaha, maana ni muda mrefu sana Mwamba ameacha kazi. Mkali kunze huyu hapa anabembelezwa. Alafu mcheki mama yake, yeye ni sasa hivi na msosi tu. Sasa Nora, unajua bwana, ukitaka kumuini mwanamke ni simple sana, na Mwamba alikuwa anafanya lakini haelewi. Lakini unaambiwa kwamba ukimjali mtoto wa mwanamke, hata kama sio mtoto wako, unapokuwa unaonyesha ule upendo, basi mama yake unammaliza kabisa. Yaani mama yake unaweza ukashangaa unampata kiurahisi vibaya mno. Sasa tazama Nora kuona ule ukaribu ambao Mwamba anakuwa nao na jinsi anavyojitolea kumsaidia yeye na mtoto wake. Nora kuna namna fulani anaanza kuhisi upendo juu ya Mwamba. Anamwambia, asante sana, ungekuwa baba bora sana na imani. Maverick akisikia hivyo anaumia. Nora kashtuka, akamwambia, samani bwana, niko nimesahau kama mke wako alifariki, niko nimesahau, ni neno ni baya, samani. Mwamba anambia, haina shida, usijali, hamna tatizo. Kaambia, sasa naomba nitoke kidogo, sababu mtoto sasa hivi amepumzika. Naomba na mimi niende nikapumzike na pata chakula, ila ukiwa na shida yote naomba unicheki. Sawa Mwamba anaondoka. Tunamwona Mwamba huyu hapa Maverick anamsaidia bidada Nora kufunga tumbo. Unajua tumbo la uzazi tena natakiwa libane lisiende kuwa kubwa. Basi kamfunga vizuri sana. Bidada anafurahi vipi? Mara akajisahau kamchapa busu. Maverick kashtuka. Nora anakacheka tu. Maverick anashangaa, vipi tena, mbona ghafla hii? Akamwambia, sasa unajua natakiwa niondoke, kisha kusaidia kufunga tumbo, naomba niondoke. Kama una shida yote naomba unipigie tu simu, sawa Sawa. Nora anakuambia sasa ni ameshaingia kwenye penzi bwana na Mwamba Maverick, ni anampenda vibaya mno kwa sababu ya ile huduma anampatia. Yani akimtazama anatamani amwambie, lakini anashindwa, anaanzia wapi, anavuta pumzi, anaomba Mungu amsaidie nguvu. Mkali Maverick yuko hapa anachezea pisi yake, lakini anaonekana anatabasamu sana akimkumbuka jirani yake Nora. Unajua naye bwana anasema naume tena ashaanza kumpenda bidada. Sasa tunamwona bidada Nora anashangaa,
anamwambia naomba upotee nisione uso lako. Huyu mwamba anaitwa Liki. Huyu Liki ndo baba wa mtoto, yani ndo mume, alikuwa mume wa Nora, ambaye Nora mwanzoni alisema kwamba alipotea. Sasa leo katokea, mwamba sijui katokea wapi. Anamwambia mke wangu tafadhali usinifokee wala usinilaumu. Anasema nisikulaumu. Umeondoka umeniacha na ujauzito. Sikia, ngoja nikwambie. Umeniacha na ujauzito, nimepambana mwenyewe nimejifungua. Naomba uondoke hapa. Anambia sio kosa langu mke wangu. Kwa ni kosa langu mimi. Kumbe ni kosa langu mimi, sio kosa lako wewe. I say, ni kosa langu mimi. Nimebeba mimba yako, umekimbia, umeniacha nimeteseka mwenyewe. Unafu unasema sio kosa lako. Anasema sikupotea. Nilikuwa jela. Nora anashangaa. Kumbe mume wake kipindi chote anahisi amekimbia, kumbe alikuwa jela. Anambia ndio, nilikuwa jela. Nilienda hiyo siku nilikuwa natoka kazini naenda supermarket, nikakuta kuna watu wako pale. Mimi nikaenda kushangaa pia, nakuta kuna mtu amefariki. Mara ghafla kaja polisi, wakatuzunguka pale ambapo tunashangaa, wakatukamata. Mama anasema nilijaribu kuelezea polisi kwamba mimi tu nilikuwa napita, nimekuja kushangaa, lakini wakatuchukua wote. Walitupiga sana. Yaani nikamwambia basi niombe hata nipige simu kwa familia yangu, nimpigie mke wangu, lakini mke wangu hakutupatia nafasi hiyo. Tulipigwa sana na hakuwa hata namna kujitetea, na ile ni kesi ya mauaji. Tulipelekwa polisi na mwisho wa siku tulishia kwenda jela. Mimi na wale wengine wote ambao tulikuwa pale. Mwamba ni anaongea mpaka anatokwa na chozi. Ila bwana nikwambie, huyu mwamba Liki ni muongo, ni tapeli vibaya mno. Yaani hapa ni anampiga swaga bidada. Bwana Nora kajaa kweli, kamuingiza ndani, kampa msosi. Anambia mke wangu, unajua ni kweli nimekumisi sana. Na ni kweli nimemisi sana chakula ise. Unajua uko jela chakula sio poa huko. Tunaona usiku huo Maverick kaja kumtembea bidada Nora. Nora kwanza kashabadilika, ni anampokelea nje. Anambia hujambo. Anambia vipi mtoto anaendelea? Yuko vizuri. Mwamba anamshangaa, una hakika uko sawa? Naona kama uko tofauti. Anambia hapana, niko sawa, niko vizuri. Unajua mume wangu amerudi. Maverick anashtuka. Anambia sawa. Ni jambo jema. Ni pia nilikuwa nimekuja tu kukusalimia. Na nimefurahi sana kusikia kwamba mume wako amerudi. Anambia kweli ndio, asante. Maverick ameshtuka. Anambia basi sawa, nilikuwa nimekuja tu kukusalimia, kwa hiyo ngoja mimi niondoke. Anambia basi sawa jirani, asante. Ukawe na usiku mwema. Anambia sawa, na kwako pia. Haya. Wakagana bwana, lakini Maverick hana furaha kabisa, yani kusikia kitendo cha mume wake na binti amerudi. Binti naye hana raha, maana ikumbuka kwa ishaanza kumpenda mwamba. Kwa hiyo atafanyaje na mume wake amesharudi? Hapo ndo njia panda. Mwamba kurudi ndani, kwani kuna lalika basi? Ni ana mawazo mbaya mbovu. Maana anatafakari sasa, kwani ishaanza kumpenda binti tena, inakuwaje mume wake karudi? Mwamba asubuhi kamfuata mchizi anaitwa Maverick. Kafika anamwambia habari yako, habari ya asubuhi. Kaambia salama. Ni Maverick? Kaambia ndio. Mke wangu ameniambia kuhusu wewe bwana. Na ninashukuru sana. Ameniambia umemsaidia sana kipindi chote ambacho mimi nilikuwa nipo jela. Umekuwa ukimsaidia vitu vingi. Kwa hiyo nimeona ni vyema nije nikwambie nashukuru sana. Na unajua bwana, nimetoka jela hapa sina muda mrefu, kwa uchumi wangu uko sawa. Kwa hiyo asante sana. Huyu mwamba ni tapeli bwana, yani ni tapeli. Kwanza hii swala kusaidiwa mke wake kulelewa, ni yeye anaenjoy vibaya mno. Leo Maverick katoka kazini, lakini hajaenda kwake, kapita kwa hiyo bidada anaitwa Merit, yule nesi yule. Sasa bidada kaamka usiku, kamkuta bado mwamba amekaa kwenye kocha. Anambia Maverick, unajua sikuelewi, mbona hujaenda kwako? Maverick anakaa na mawazo. Anamwambia hamna tena furaha yote ya kwenda nyumbani. Anambia kwa nini? Kwa sababu ya hiyo jirani yako? Kaambia ndio, jirani yangu yule mume wake amerudi. Merit kusikia hivyo anashindwa kumuelewa mwamba. Mbona mwamba mimi nakuelewa, niko hapa nafu ni kama unioni. Akaambia unajua bwana, tangia mume wake amerudi sasa hivi ni kama mimi sina nafasi tena kwa Nora. Yaani hicho kitendo kinaniuma, ni kama nishaanza kumzoea.
usijilaumu kwa kumzoea mtu. Inatokea pia. Kuna muda unajikuta unazoeana na mtu kiasi cha kwamba utamani hata kukaa mbali naye. Kwa usijilaumu sana. Ngambia basi ngoja mimi nisepe. Ngambia hapana. Kama unaweza kupumzika hapa kwangu tu kama unataka. Akafikiria, akamwambia asante bwana, usiku mwema, ngoja mimi nirudi kwangu. Maverick sasa hivi hana raha tena ya kukaa nyumbani kwake. Yaani anaona bora hata ajakae kwa hiyo bidada Merit. Ingawa gana mzingua sana lakini kuliko kwenda nyumbani kwake. Maverick huyu hapa katoka kwa bidada Merit kaamua kurudi nyumbani kwake. Anafika tu hivi, anatoka kwenye gari. Nora huyu hapa anakuja. Ni chombo safi sana, sema akili sasa. Nora kafika akamkumbatia mwamba Maverick. Unajua hao ni wanapendana tayari. Nora anamwambia, unajua nimekusubiria nje nikwambie tu usiku mwema. Kwa hiyo mimi naondoka. Akamwambia hebu subiri. Unajua unanichanganya, sijakuelewa. Yaani umekaa ukinisubiria uniambie usiku mwema? Ndio, usiku mwema. Kaondoka zake. Maverick anachanganyikiwa. Unajua tayari ashampenda bidada, lakini sasa ndio hivyo, mume wake amesharudi, baba wa mtoto amesharudi. Sasa asubuhi hapa bidada Nora analea mtoto wake. Anamuita mume wake, anamwambia simu yako inaita. Mama yuko bafuni anaoga, simu iko inaita huko. Kamuita tena anamwambia baby simu yako inaita. Akaamua ipokee simu. Kupokea simu hivi. Wewe mpuzi. Sasa unahisi kwamba unaweza kujificha nisikupate? Yaani umenipa ujauzito na umenikimbia. Sasa nikwambie hivi, ninajua unapoishi na ninakuja sasa hivi hapo kufuata. Yaani nakwambia uweze ukanikimbia mimi. Unahisi mimi ni mpuzi? Kumbe msela bwana alikuwa na mwanamke mwingine. Kipindi chote ambacho anadanganya kwamba alikuwa jera, alikuwa na mwanamke mwingine bwana, na ameshampiga mimba. Yaani alichomfanyia Nora mwanzoni ndio kafanya tena kwa huyo mwanadada mwingine. Huyo msela ni tapeli baya. Katoka huko anaambiwa una dakika 5. Dakika 5 za nini? Hizo ni dakika za wewe upaki vitu vyako ndani uondoke nisikuone kabisa. Dakika 5. Msela sana shangaa. Tupiwa vitu nje huko. Fukuza vibaya mno. Anaambia unasikia? Unaniona mimi ni mpumbavu Yaani uwezo ukanifanya mimi mpumbavu mara 2 kama vile sina akili. Nakwambia hivi, ondoka mkwangu. Ondoka nisikuone. Ondoka, piga teke. Na Nora kumbuka ni jambazi na yeye. Cheki kwanza mwili huo. Mwamba ni anafukuzwa. Sasa Maverick alikuwa anaenda kazini. Anamwambia huyu hakuwahi kuwa jera, ni alikuwa anadanganya. Alinipa mimba akakimbia. Na unajua kwa nini amerudi? Kule alipokuwa amekimbilia na hapo kaenda kampatia mimba mwanamke mwingine. Nafu ndo anarudi hapa kwangu. Anamwambia hapana mke wangu, naweza kukuelezea. Maverick inabidi amzuie. Anamwambia hebu mwache. Mambo poi. Mama alibaki anamshangaa, huyu mchizi vipi? Azee huyu mwamba ni noma. Kwanza anawaza basi, weka begi yake begani baba hapo na inaenda kutafuta nyingine. Cheki kwanza. Cheki inapocheka. Mchizi ni ajari wala nini yani. Ni anajua kwamba atafika huko atapata bezi nyingine tena. Yaani huyu ni mchezo yake. Sasa Nora amekaa hapa. Anasema mimi ni mpumbavu kweli mimi mpumbavu sana. Yaani mimi mpumbavu mno. Anambia unajua Maverick anamwambia unapokuwa kwenye mapenzi na mtu unakuwa kipofu. Yaani unaoshakuwa kipofu hapo umepotea. Kwa hiyo unakuwa unamsamini sana, kumwamini sana mtu. Usijutie kwa kufanya hivyo. Ndio mapenzi yanavyokuwa. Leo akaona atoa uvivu bwana, akamchapa denda hiyo. Unajua Mamba bado yeye anakuwa na kigumizi ile. Anamuelewa binti lakini anashindwa kufunguka. Na binti ameshamuonyesha kila kitu. Binti anamwambia basi kazi njema. Mamba huyo akasepa zake. Leo katoka kazini Mamba akamleta bidada Merit nyumbani kwake. Merit anamwambia twende ndani. Anamwambia hapana, natakiwa nirudi nyumbani kwangu. Unarudi nyumbani kwako? Wewe si jana tu umesema nyumbani hapana furaha, sasa hivi unarudi. Akamwambia basi sawa, usiku mwema, tutaonana kesho. Mamba sasa hivi furaha yake imerejea. Mamba anarudi nyumbani, anashangaa anamkuta bidada Nora amelala kwenye kochi. Anamwambia vipi? Mbona uko hapa? Nimeona usiku umeenda hujarudi. Nikaona nikusubiri kwenye kochi, lakini pia nimekuandalia chakula. Sijui utaenda kuoga ndio uje ule ama. Mamba akamwambia
naizi kanetee tu chakula, kanetee chakula na njaa. Bidada anainua kwenda kufuta chakula, mchizi akamshika mkono bwana. Mchizi leo kaamua kutoa uvivu bwana. Kamsogeza, binti anaogopa, anajiuliza anataka kunifanyaje huyu. Mwamba kamchapa busu bidada. Siku zinapita, hao mshakuwa wapenzi tayari. Ona wanavyobebika kwanza, na ni kama akizao zinaendana. Sasa Mwamba akaamua aje tu kumweka wazi yule bidada Merit. Merit akamwambia, mimi hamna tatizo, kama una furaha hamna shida, maana mimi unajua wewe ni rafiki yangu wa karibu na nilikuwa nikikuonea huruma sana kipindi kile mke wako amefariki. Kwa kama kuna mtu mwingine ambaye anakupa furaha hata kama ni tofauti na mimi niko sawa, haina shida tu, nakuelewa. Bidada Nora leo kaandaa chakula, akaambia, unajua kwa nini nimeandaa chakula kingi hivi? Kwa kweli nimeandaa chakula kama ni special kwa ajili nikuambie tu nakushukuru sana. Kwa kweli umenitendea vitu vingi sana ambavyo siwezi nikaelezea na siwezi nikasahau. Nakushukuru sana. Mwamba akamwangalia, akamwambia, kama unaongea unamaanisha basi toani. Unasemaje? Nitakwambia ndio, kama unamaanisha kweli unayoongea basi naomba tuane, kama yote tunaongea ni ya kweli, naomba tuane. Binti sana anatoka na chozi. Amini. Yaani katika yote aliyopitia, ugomvi uliokuwa wakipelekeana na huyo Mwamba, lakini leo hii wakumbuka walikuwa ni majirani hawa. Walikuwa ni majirani na walikuwa wanasumbuana vibaya mno, lakini leo bwana wamekuja kuwa wapenzi na Mwamba akaamua kumuoa binti moja kwa moja. Bwana huu ndio mwisho picha yetu kali kabisa. Usikose kutazama picha zingine ambazo tunakujia kila wiki. Kila wiki tunachia movie moja. Kwa hiyo usikose kutazama. Shout out.